Kuna swali kwamba nakwambia kabla ufike hapa maswali yalikuwa mengi. Hebu muulize bwana senator, kuna uwezekano watafanya kazi na Rigathi Gachagua pamoja na alternative government? Kuna swali hilo. Kwanza wacha niseme kwamba jukumu lililopo mbele yetu ni zito sana. Mimi ninakubali kwamba ni jukumu zito. William Ruto, for all his flaws, pia yeye ni mwanasiasa, pia yeye na watu wake. Sasa yuko na serikali upande wake, wanasema wako na deep state, yale mambo yote ambayo tulikuwa tunaambiwa na sisi. Na kwamba kibarua hicho kinahitaji kwamba kuwe na ushirikiano. Yes. Itakuwa jambo la kuvunja moyo sana ati tuamke 2027 William Ruto amepita na kura 1200 kwa sababu Sifuna alimea pembe akasema yeye pia ako kwa debe. Kalonzo akasema ako kwa debe. DCP wakatoa candidate. Iwapo mtampa William Ruto hiyo nafasi ya kurudi, tutakuwa tumewakosea Wakenya, kwa sababu Wakenya kwa kweli wanaumia. Na Wakenya wametuambia wanataka nchi tofauti. So what are we supposed to do? We are supposed to give Kenyans hope that we as a political leadership, ambao wote tumekubaliana kwamba huyu mjamaa hafai kuwa kwenye hii ofisi hata siku moja zaidi. Lazima tufanye yote ambayo yanawezekana, ili kuhakikisha kwamba tumemuondoa pale kwenye mamlaka. Iwapo itachukua kwamba muungano wa kisiasa uwe muungano mmoja mkubwa, na kuwe na majina mawili pekee kwenye debe, ya William na mwingine kutoka upinzani, tufanye kazi ikuwe rahisi. Hata wale mashosho wetu hawataki kupewa ballot mrefu kama zile za MCA, unaona ziko na watu 30 hapo. Unataka kuangusha William, hauoni pali candidate wako yuko. Tupatie Kenyans a ballot paper that is 2 names peke yake. Huyu incumbent na yule ambaye tunataka kumuingiza. Na itapelekea kwamba kuwe na mazungumzo mazito. Tuzungumze, tuangaliane kwenye macho vile tunaangaliana na wewe Jeff. Tukuulize wewe, mtazamo wako wa nchi ni upi? Ungependa kufanya mambo gani? Kama sisi vijana tunaamini kwamba tunataka turudishe nchi ama taifa kwenye reli ya maadili. Iwapo Kenya hii ingekuwa inaongozwa na maadili, ndugu yangu, maadili ambayo yako pale, kwa sababu Kenya ina historia. Ukisoma katiba ya Kenya, kuna vitu ambavyo Wakenya walifika mahali wakasema tunataka tuache kufanya, na mengine ambayo tulisema tunataka tuanze kufanya. Ukisoma ile preamble ya katiba itakupa historia hiyo. Wanasema Wakenya wanataka serikali ambaye inaamini maadili 6 muhimu. Ya kwanza ni human rights ama haki za kibinadamu. Na kuna sababu Jeff inaanza na human rights. Kwa sababu mambo ambayo yalikuwa yakifanyika katika taifa hili, kila mtu anataka tuwaache nyuma. Hii mambo ya kuchukua vijana, kufunga watu bila mashtaka, kuua watu, hiyo vitu tulikuwa tunataka tuache nyuma. Alafu kuna kitu inaitwa utawala wa kisheria. Utawala wa kisheria ni kwamba kila mtu ako na haki kisheria. Mtu hawezi tumia mamlaka yake kukuhujumu ati kwa sababu Sifuna ni senator nikuje nivunje biashara yako. Unajua kuna mambo inafanyika hapa hii Kenya kwa sababu ya hii ukubwa. Unakuta hata kwa soko. Soko ikijengwa bana, unasikia MCA amechukua stalls 50. Wanakuja wanalia kwa ofisi yangu, wanasema list ya watu walikuwa kwa soko ni tofauti na watu ambao wamepatiwa ile soko. Tulikuwa siku nyingine kwenye soko la Kahawa West. Watu wako na soko ndani ya soko ya Kahawa West. Alafu jamaa anakuja anachukua, anaweka stalls nje ya gate ya soko. Alafu sasa traders wananiuliza, Sifuna, sisi tunalipa kanjo kila siku. Ndio watu wakuje kuingia kwa soko wanunue, na tunahitaji watu wanunue vitu zetu ndio tulipe kanjo. In fact, our West Market was giving Nairobi County the biggest amount of collections every day. Alafu unakuja unaweka stalls hapa mbele. Ukiuliza hizi stalls ni za nani? Na mtu gani anatumia akili gani kuweka stalls hapa mbele? Yani kwa sababu hatuna utawala wa kisheria. Ukijaribu kuvuruga huyo mtu, unakuta yeye sasa ndiye akona polisi makanjo. Sasa watu wanashindwa, what are we supposed to do? Sisi wale ambao tunafuata sheria tunahujumiwa. Unanielewa? So tunataka utawala wa sheria. Utawala wa sheria pia unamaanisha hauwezi kunishika tu unifungie mahali. Na tukikuwa na mzozo tunaweza enda kotini tusuluhishe, na wakati mahakama inasema kwa mfano hiki kipande cha ardhi hapa Ruai, hii ni ya Jeff, yeye ndiye ako na title. Unakuta mtu anakuambia kwa sababu mimi ni senator wa Nairobi, mwambia hiyo yako ni title, karatasi uko naye. Lakini mimi ndio niko in power. Hiyo ni shamba ya senator. Natuma vijana pale kwenye shamba yako. Wamekuja wengi wakilia bwana. Wamekuja wengi wakilia kule Kasarani. Watu wanachukua mashamba ya watu tu. Unaingiza pale vijana kwa sababu wewe ni kiongozi. Mtu anakuja ati wewe sijui Kotodo, na mwambie hiyo ni yako. Hakuna mwekezaji Jeff anaweza weka pesa yake mahali ambapo kuna vitu kama hivi. Mimi huwa nikizungumza na vijana nasema tunavunjika moyo sana.
kwa sababu in our time sisi Yes. wakati ambapo tumemaliza university bwana, tulikuwa tunaletewa barua za employment ndani ya darasa. Because the economy was doing so well during that time. Yes. Wakati kuna kina Kibaki wako pale, ya kwamba mashirika yalikuwa yanaweza kuhaya watu. Yes. Tulikuwa na list, ilikuwa inaitwa Dean's List pale law school pale University of Nairobi. Ukiwa tu top 20, Yes. uko na barua 3, wewe mwenyewe ndio kwenye kuchagua pale unataka kwenda kufanya kazi. Watu walikuwa wanaendesha magari wakitoka kwenye darasa bro. Yes. Saa hizi vijana wanamaliza, mtu ametoka KU miaka 10 miaka 8 Bado hajapata anahangaika. barua. Na shida ni gani? Rais anachukua barua anapatia wabunge, barua za TSC. Of course Sifuna hapati, wanasema hizo barua ni za watu wa broad based. Upati Hawanipi bana. Wewe acha nikuambie hii story. Unajua ni kitu kigumu sana. Ndio kwa maana tukisema Yes. tunataka kurudisha taifa kwenye reli ya maadili, ili kuwe kwamba TSC ni shirika ambalo linafaa kuwa na mfumo wa kujua nani ndio ana deserve kupata kazi, Yes. na nani mwenye ha deserve kwa sababu ya time ambayo umespend outside after kugraduate. Sasa unakuta wamechukua barua wanapea wabunge. So unakuta huyo mbunge akienda nyumbani, yeye ndiye anachagua mtu anapea. Unaweza kuta mtu amegraduate 2 years anapata. Yes. Wewe umekaa miaka 8 miaka 10 hujawahi pata. Nilienda nyumbani Christmas mwaka uliopita, mama yangu ananiuliza, wewe na hii mdomo yako mingi, si unyamaze, ndugu zako wako hapa, kwa sababu pia yeye ameletewa list. Yes. Ameletewa list ndugu zangu wenyewe. Wenye wamegraduate hiyo miaka 8 10 wanangoja, wanasema, na unajua wabunge wakikuwa na hizi barua kila mtu anajua. Yes. Wanasema Sifuna, wewe umeficha barua. Yes. Nawaambia mbele ya Mwenyezi Mungu mimi sijapewa barua, sina barua. Unaona? Wao wako nazo. Wao wako nazo. Yes. So huo mfumo it's not sustainable. Yes. We need to restore meritocracy, kwamba kila mtu akuwe na haki. Yaani iwe fair system. Yes. So wakati tunazungumza na hawa ndugu zetu, Yes. tunataka tujue kama pia wanaamini kwa huo mfumo wa maadili, na tuweze kubadilisha. Wakenya wanataka mabadiliko. Hata tukibadilisha kitu moja tu, Yes. tumalize ufisadi kwa mfano, tutakuwa tumesaidia taifa hili. Yes.